Nianze kwa maswali ambayo yatakutikisa kidogo. Unajua kuwa bado unapumua kwa sababu Mungu bado hajamalizana na wewe. Unajua kuwa maisha yako si ajali, maumivu yako si bahati mbaya, na historia yako haipotei bure. Unajua kwamba umepewa kitu ambacho dunia inakihitaji sana na bado hujagundua. Jitazame, tazama maisha yako. Unafikiri Mungu aliumba yote hayo bure? Unafikiri Mungu hakuwa na sababu? Biblia inasema katika Yeremia sura 29 mstari wa 11, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Maana yake rahisi ni hii: Mungu hashangai maisha yako, hakutazami na kusema adu, huyu nilikosea kumuumba. Hapana. Kabla mama yako hajajua jina lako, kabla baba yako hajauona uso wako, kabla adui zako hawajajua udhaifu wako, Mungu tayari alikuwa na mpango na wewe. Mungu ana kusudi na wewe. Tatizo ni kwamba unaweza ukawa bado tu hujaligundua. Niseme tena kwamba wewe haupo hapa kwa bahati. Wewe haupo hapa kwa ajali. Wewe haupo hapa kwa biolojia tu. Zaburi ya 139 mstari wa 13 mpaka 14 inasema, maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Tazama, viungo vyako havikukusanywa tu ovyo vikawekwa pamoja. Viliungwa tumboni mwa mama yako, viliwekwa kwa umakini, viliwekwa kwa mpango, viliwekwa kwa ustadi, viliwekwa kwa kusudi. Unaweza ukawa unajisikia ufai kwa sababu wazazi wako hawakuwa na mpango na maisha yako. Leo unateseka kwa sababu hujarithi chochote. Maisha yako ya utoto yamekuwa magumu. Umeishi na watu baki, haukuonesha upendo. Maisha yako yamejaa vurugu sana. Hauna uhakika hata na kesho yako. Sikiliza kwa makini. Mungu hahitaji mazingira mazuri ili kuumba maisha yenye kusudi. Alimtumia mtumwa Musa kuwaongoza wana wa Israeli kutoka utumwani. Alimtumia mchunga kondoo Daudi kumpiga Goliati zaidi ya jitu la miraba minne. Alimtumia mvuvi Petro kuyahubiri mataifa habari njema ya Yesu. Kwa nini asikutumie wewe? Kama uko hai, bado una kazi ya kufanya. Kama unapumua, bado una maana. Kama Mungu alikuamsha leo, bado hajamalizana na wewe. Hebu tuwe wa kweli kidogo. Kwa nini watu wengi wanahisi wamepotea? Kwa nini wengi wanasema sijui nifanye nini? Nahisi sina mwelekeo. Nahisi sina maana. Kuna sababu tatu kuu. Sababu ya kwanza, wanajilinganisha na watu wengine badala ya kusikiliza kusudi la maisha yao. Unakuta mtu anasema, mimi si kama yeye, mimi siwezi kuwa kama yule, mimi sina kipawa kama wao. Lakini kusudi si kunakili. Kusudi ni kuumbwa kwa mpango maalum. Mungu hakukuita uwe Musa mwingine, alikuita uwe wewe. Musa aliumbwa awakoe Waisraeli kutoka utumwani, na umeumbwa uiokoe familia yako kutoka katika umaskini. Daudi aliumbwa awakoe Waisraeli dhidi ya Wafilisti, na umeumbwa uokoe kijiji chako dhidi ya dhambi. Uhitaji wito wa mtu mwingine. Unahitaji wito wa Mungu katika maisha yako.
Sababu ya pili, wanatazama nje badala ya ndani. Wanatafuta pesa, wanatafuta cheo, wanatafuta sifa, lakini kusudi halipatikani kwenye sifa. Kusudi linapatikana kwenye utii. Na sababu ya tatu, wanaogopa kushindwa. Wanasema, vipi nikijaribu nikashindwa? Watanicheka. Nikwambie ukweli, ni bora kushindwa ukiwa kwenye kusudi kuliko kufanikiwa ukiwa nje ya kusudi. Musa alizaliwa na kusudi, lakini hakuwa na mwelekeo katika makuzi yake. Alijua yeye ana utofauti, alijua ana wito, lakini alijaribu kutimiza kusudi kwa hasira. Akamuua mtu, akakimbilia jangwani. Miaka 40, hakuna kasri, hakuna sifa, yeye na kondoo tu. Kila siku anachunga kondoo, mpaka siku moja akaona kichaka kilichokuwa kinawaka moto. Mungu akasema, Musa, vua viatu vyako, hii ni ardhi takatifu. Maana yake muda huu ni muhimu, achana na yote ya nyuma. Maisha yako yana maana zaidi muda huu. Musa akasema, mimi ni nani? Siwezi hata kuongea vizuri, hawataniamini. Mungu akasema, nitakuwa pamoja nawe. Tazama jambo hili. Mungu akusema wewe ni hodari Musa. Mungu alisema nitakuwa pamoja nawe. Kusudi si uwezo wako, kusudi ni uwepo wa Mungu. Musa aligundua kusudi la Mungu katika maisha yake alipoacha kukimbia na kaanza kumsikiliza Mungu. Sasa nawe unaligunduaje kusudi lako? Usihangaike sana. Kuna hatua 4 rahisi kabisa za kujua kusudi la Mungu katika maisha yako. Hatua ya kwanza, muulize Mungu, sio Google. Maombi si kelele, maombi ni mwelekeo. Muulize Mungu katika maombi. Omba ukisema, Bwana, kwa nini uliniumba? Nifanye nini? Nimsaidie nani? Na uhakika Mungu atakufunulia kusudi lako. Mungu atakupa mwongozo kwa sababu atakuwa umejenga naye mahusiano. Hatua ya pili, angalia kinachoumiza moyo wako. Ni nini kinachokukasirisha? Ni nini kinakufanya ulie? Ni nini kinakufanya useme kuna mtu anatakiwa afanye kitu? Huenda huyo mtu ni wewe. Ikiwa udhalimu unakuumiza, ikiwa watoto waliotelekezwa wanakuliza, ikiwa watu waliovunjika wanakugusa, maumivu hayo si ya bahati mbaya. Huruma hiyo ni dalili. Hatua ya tatu, angalia unachoweza kufanya kwa urahisi. Wengine wanazungumza, wengine wanafundisha, wengine wanaandaa, wengine wanatia moyo. Angalia na wewe unaweza kufanya nini kusaidia. Uhitaji kuwa mkamilifu, unahitaji tu kuwa tayari. Mungu anatumia kilicho mkononi mwako. Hatua ya 4, anza hapo ulipo. Sio kesho, sio mwakani, anza sasa. Uhitaji kuanza na mambo makubwa. Daudi hakuanza na Goliati, alianza na kondoo. Kusudi huanza kidogo, lakini hukua kwa nguvu. Kulikuwa na mtu aliyedhani kusudi lake ni kuwa tajiri. Alifanya kazi sana, akapata pesa, lakini alijisikia mtupu ndani, kama vile kuna kitu bado anakikosa. Siku moja akaanza kuwasaidia vijana kujifunza fani mbalimbali kulingana na vipawa vyao. Akawafundisha, akawasikiliza, akawatia moyo. Mmoja akawa kiongozi, mwingine akawa mwalimu,
Mwingine akaepuka uhalifu. Baadaye akasema, nilidhani mafanikio ni pesa, lakini kusudi ni watu. Kusudi lako huenda si jukwaa kubwa unalofikiria bwanalo. Huenda kusudi lako ni kufundisha darasani. Huenda kusudi lako ni kulea watoto vema nyumbani. Huenda kusudi lako ni kuwapa faraja wagonjwa hospitalini. Huenda kusudi lako ni kumhubiri Yesu barabarani. Popote Mungu anapokupeleka, mahali hapo panaweza kuwa ardhi takatifu. Umechaguliwa, umeumbwa kwa mpango wa Mungu, umeitwa na Mungu, si kwa sababu wewe ni mkamilifu, lakini kwa sababu Mungu ana nguvu. Si kwa sababu wewe ni hodari, lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Si kwa sababu hujawahi kuanguka, lakini kwa sababu Mungu hurekebisha palipovunjika. Maisha yako ya zamani hayafuti kusudi lako. Makosa yako hayafuti hatima yako. Makovu yako hayakutegi, yanakuandaa, kwa sababu walioumia wanaelewa maumivu, kwa sababu waliovunjika wanaelewa neema, kwa sababu walopona wanaelewa tumaini. Sasa unakuta baadhi yetu tunaomba, Bwana nionyeshe kusudi langu. Mungu anakuambia, amka mapema ukasalimia wagonjwa hospitali. Unafikiria muda wa kuona wagonjwa hospitali ni mapema sana. Unarudi kwa Bwana unamwambia, Bwana siwezi, nitakuwa hata sijanywa chai. Kusudi la Mungu mara nyingi halifutii. Mara nyingi ni huduma, mara nyingi ni subira, mara nyingi ni kujitolea. Maisha yako ni mahubiri, maamuzi yako ni ushuhuda, utii wako ni nuru. Kuna mtu anakutazama ukivumilia. Kuna mtu anajifunza kutokana na imani yako. Kuna mtu anapata ujasiri kutokana na safari yako ngumu. Unaweza kujiona mdogo, lakini athari yako si ndogo. Mshumaa haupigani na kisa, unang'aa tu, na wewe ulizaliwa uangaze. Sasa swali la mwisho ni hili: utaishi kwa bahati au kwa kusudi? Utapoteza miaka ya maisha yako au utatembea katika wito wako? Utabaki na hofu au utasonga mbele kwa imani? Leo nakupa changamoto. Omba, sikiliza, tenda, muulize Mungu mwelekeo, amini sauti yake, chukua hatua ya kwanza, hata kama unaogopa, hata kama hujajiandaa, hata kama kuna majibu yote, kwa sababu kusudi halipatikani mwisho wa safari. Kusudi linapatikana unapoanza kutembea. Kumbuka sentensi hii: ulizaliwa kwa kusudi, umehifadhiwa hai kwa sababu, na wakati wako ni sasa. Kama Mungu alikupa pumzi, alikupa kazi. Kama Mungu alikupa maisha, alikupa maana. Basi nenda, hudumu, penda, jenga, sema, ponya, ongoza, si kwa ajili ya umaarufu, si kwa ajili ya sifa, bali kwa ajili ya utukufu wa Mungu na faida ya watu. Hukuumbwa kuwepo tu, uliumbwa kuwa na maana. Amen.